بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad na ali zake na masahaba zake. Maashara almuslimin, kuanzia mwezi ulioisha na huu unaoendelea, bila shaka sote tunaona ile taharuki ambayo kwamba inaendelea kwenye mashule, kiasi cha kuwa zingine mpaka zimebidi kutolewe ruhusa na zifungwe wakati ambao kwamba si wa kufungwa wala kutolewa ruhusa. Na katika faida na umuhimu wa yaumul Jumua ni kuangazia hali ya jamii inayoendelea, hali ambayo kwamba jamii iko ndani yake. Naam, tuko katika kumaliza mwaka wetu wa Kiislamu na kuingia kwenye mwaka mpya wa Hijiria 1448, lakini munasaba huu umepambana na majanga kama haya ambayo kwamba kuna umuhimu sana watu kuelezana na kukaa kushauriana katika sababu za matukio kama haya, athari zake na suluhisho ni gani. Katika upande wa ilmu, sote tunajua ya kuwa Uislamu unatukuza sana ilmu na unahimiza sana ilmu, na ilmu ikawekwa moja kwa moja, ilmu yoyote, ilmu zote, iqra, wazi tu, soma chochote, muhimu tu bismi rabbika, uwe ni kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa nia ya kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, kwa nia ya kuimarisha ardhi ya Mwenyezi Mungu, kutumikia waja wa Mwenyezi Mungu. Ilmu gani? Yoyote, iqra. Baada ya kumsoma Mwenyezi Mungu na kusoma faradhi zake na kusoma ya wajibu ambayo kwamba yanakupasa wewe kwenye dini yako, basi na mingine yoyote hujafungwa katika kusoma usome nini. Kwa hivyo kituo chochote cha elimu na ilmu yoyote na mwalimu, zote zina heshima kubwa kwenye dini yetu, zote zina thamani kubwa. Ndio pale tunapoona hivi vituo viko kwenye hatari ama vimepata mabadiliko, basi inatuhusu kwanza kama binadamu, inatuhusu kwanza kama wazazi ambao kwamba pia tuna wanafunzi, na inatuhusu zaidi kama Waislamu, kwa kuwa ni vituo vya ilmu. Kwa sababu kikiharibika kituo cha ilmu, ndio kumeharibika ilmu, kumekosekana maendeleo, kumekosekana kila aina ya manufaa katika jamii zetu na katika generation zetu. Leo tutakubaliana ya kuwa kuna mabadiliko katika mifumo ya elimu, kuna mabadiliko katika tabia za wanafunzi, kuna mabadiliko katika hali za vyuo vya kielimu. Ukilinganisha zamani na sasa, hakuna ambaye kwamba atakwambia shule ile ile aliyosoma yeye 1970, 1960, 1980 ni sawa sawa na hii wanaosoma hawa wa 2000. Hakuna ambaye atasema hivyo. Utasikia sisi wakati wetu ilikuwa ni hivi na hivi, lakini sasa hii lakini bimaana ni mabadiliko, ima mazuri ama mabaya. Utaona kuna mabadiliko katika hali mbalimbali mbali, hata hali za wanafunzi mbele ya walimu zao pia kuna mabadiliko. Sivyo wale wanafunzi waliokuwa wakiwaheshimu na kuwaenzi ama na kuwaogopa walimu, sahihi mwanafunzi anamuona mwalimu ni kama rika yake,
Hii ni mabadiliko. Sizo hata system ama syllabus zilokuwa zimewekwa, sizo. Zamani watakwambia walikuwa wakisoma mpaka 7, ikaje ikabadilika ikawa ni 8 4 4, ikaje ikabadilika CBC. Hatujaifahamu vizuri CBC, ishaikuwa CBE 2663, mabadiliko yote. Kwa hivyo syllabus waliosoma wao sio zinazosomwa sasa, bali utaona mara nyingi yale yaliyosomwa zamani waweza kuyaona yalikuwa yana manufaa zaidi kuliko ya kisasa. Zamani utaambiwa kulikuwa na agriculture, kulikuwa na kusoma useremala, kulikuwa na kusoma hiki, vitu ambavyo kwamba ni waqiia, mtu yaishi navyo, yavihitaji kwenye maisha yake. Sasa hii utasikia CBC, CBE, kuitishwa mayai, kuitishwa magongo, hujui hata kufundishwa nini. Mara watu wafundishwa kufua. Iko wapi kufundishwa kazi za mikono, useremala, kufundishwa kazi za kufuma vyuma, kulima? Kwa hivyo ni mabadiliko, ni syllabus imebadilika, na pia tabia za wanafunzi zimebadilika kwa athari mbalimbali zilizowapata. Kuna vitu vingi sana vimeathiri. Kwanza kwa muktadha alhali na alwaqt, kawaida hali na wakati haiwi sawa. Teknolojia iliyokuwa wakati ule sio ambayo iko sasa. Kwa hivyo na hawa nao watakaopata mambo tofauti na yale, na wao mienendo yao itakuwa tofauti. Ile tu kwamba ni wakati umebadilika, lazima na watoto nao watafanya watabadilika. Alafu na athari zingine ambazo kwamba tutajaribu kuzitaja baadhi, kuangalia zimeathiri vipi katika maadili ya wanafunzi, na hata pia tusiwe ni wenye kunyosha kidole upande mmoja, kwa sababu mara nyingi kushatokea matatizo kama hivi, huwa ni mchezo wa kulaumiana, blame game. Kila mmoja ataka kujiondosha yeye makosa, ambwagie mwingine kosa. Na tuambiwa elimu ni kama ile meko ama ile sufuria, inakaa juu ya mawe matatu: mzazi, mwanafunzi, mwalimu. Sasa kushatokea kuchomeka shule, mfano kila mmoja katika hawa watatu hataki kwa yeye ana makosa, na zaidi baina ya wazazi na walimu. Wazazi wasema ni walimu na walimu wasema ni wazazi. Wakiona imeshindikana sana, basi ni wanafunzi tu wenyewe, si wazazi wala si walimu. Lakini kosa liko wapi? Kosa liko pale ambapo kwamba wewe unayehusika, yoyote utakayekuwa, manake mzazi wahusika, mwanafunzi wahusika, mwalimu wahusika, na mtu ambaye uko kwenye jamii pia wahusika, na sisi viongozi wa dini pia tuhusika, na serikali na usimamizi pia wanahusika. Ni kila anayehusika ajiangalie yeye mwenyewe, kiukweli mimi nimekosea wapi. Lakini sio kila anayehusika aangalie kujitakasa yeye, kumnyosha kidole mwingine, basi ataendelea kukaririka haya mambo ambayo kwamba yameanza tangu mwaka 91 yanaendelea mpaka sasa 2026. Kwani ni tatizo gani hili ambalo kwamba halina suluhisho? Ni tatizo gani hili ambalo kwamba lajirudia? Tulisubiri kila likirudi lijirudie tena. Kwa nini tusikae tukaangalia kosa liko wapi? Kwa kila mmoja angalia upande wake, arekebishe upande wake. Ilianza tangu mwaka 91, shule inaitwa St. Kizito, wasichana 19 wakafa, wakawasha moto shule, na wasichana 19 wakafa katika janga hilo. Na ajabu katika kuangalia hizi research za nyuma, sijui kwa nini shule nyingi zilizofanya hivi ni wasichana. Sijui kwa nini wasichana ndio zaidi, ambapo kwamba wanaonekana vichwa ngumu, hawasikii wanaume. Baada yake miaka 7 tu, 98, Bombolulu Sekondari, nayo wasichana pia 26 wakawasha moto shule, ikafanya ikaua wasichana 26. Shule ya wasichana pia, girls peke yao
Baada yake mwaka mmoja tu 99 shule ya Nyeri, lakini hii walitagetiwa maprefects peke yao 4, wakachomwa wakafa. Nayo pia itakuja tukieleza katika baadhi ya zinazochangia ni nini, ni haya masala ya maprefect. Pia kuna baadhi ya shule maprefect hupewa kichwa kama walimu ama zaidi ya walimu, yani yule prefect akawa baada ya principal na deputy ni yeye, kisha ndo walimu. Ikawa yeye anaweza kupunish mwanafunzi mwenzake, yeye anaweza kufukuza mwanafunzi mwenzake, yeye anaweza kumbuli na kuwa dikteta kwa shule, yeye akiwa anakubaliwa na deputy ambaye kwamba ni in charge wa discipline, kwamba huyu prefect ni naibu yangu, anafanya anavyotaka yeye. Na wao ndo sana katika wenye kutia dhiki wanafunzi, kwa sababu ya namna wanavyowaandama wenzao, hata ikiwa ni kitu personal, yeye anatumia kwamba ana powers za kufanya vile. Na haya ni mambo niko na ushuhuda na ni mambo ambayo kwamba niko na experience nayo shule. Mpaka unapoona kama hii shule ya Nyeri kuwakusudia nani maprefect tu kuwachoma nini, ni kuwa kumetokea mambo mengi nyuma. Wacha ya kuwachoma, kuna shule zingine wanawapangia, wanawapiga, wanawaibia, wanafanya nini. Sio kwamba leo ingekuwa wanafanya uadilifu kusimamia kile walichoambiwa wasimamie, usingetokea haya. Lakini mtu yuona wazi haya ni maonevu, sasa huyu anafanya. Kwa kuwa nikienda pale kwa deputy hatonisikiza, ama kwa principal hatonisikiza mimi, atamsikiza yeye kila anachosema. Yani tuseme ni kama polisi, yule anayeripotiwa kwanza ndo anasikilizwa. Hausikilizi ni kweli kuna makosa, hakuna, anachukuliwa hatua. Sasa inabidi anyanyase wenzake. Tukio kubwa ambalo kwamba mpaka sasa halijatokea mfano wake ni hapa jirani yetu Machakos, shule ya Changuli, walipochoma wakafa wanafunzi 67. Wanafunzi 67, hii wanasema ndio deadliest, kubwa zaidi, ya hatari zaidi iliyowahi kufanyika katika historia ya Kenya. Jirani zetu tu hapo Machakos. Baada yake ikaja Asumbi, ikaja Moi Girls, hii ya 2017 wakafa 10. Ikaja Hillside Endarasha wakafa, hii boys wakafa 21. Ndio ikaja hii yetu ya mwisho ambayo kwamba imekuja tena katika tarehe 28 mwezi uliopita Mei, wakafa wasichana 16 utumishi girls. Utaona girls boys nimeona ni moja ama mbili na nyingine ni mixed. Sasa tukiangalia taarifa kama hizi ama hisabu kama hizi, bila shaka hakuna hata mmoja ambaye kwamba anaweza kufurahi. Wacha sisi tunaoangalia wale walofanya wenyewe. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Yule anayefanya yani crime yoyote, yule anayefanya jarima yoyote atafanya atakavyofanya, lakini baada ya kufanya tu nafsi yake mwenyewe itamsuta. Tangu kisa cha Kabil na Habil, baada ya kufanya tu fasbaha minan nadimin, akawa mwenye kupata hasara, akawa ni mwenye kujuta. Kwa hivyo kama vile sisi tunavyohuzunika na tunavyosikitika, yule aliyefanya anahuzunika zaidi na anasikitika zaidi, na hawezi anayefanya tendo la ukatili namna hii akaja baadaye akaishi vizuri, haiwezekani. Ataishi na majuto na uchungu, na zaidi baada ya hapo Mwenyezi Mungu hawezi kumfanya maisha yake mazuri, atateseka. Ikiwa mtu anayemdhulumu mwenzake kwa kumfanya chochote tu ambayo ni chini ya kuua, ambayo kwamba ni chini ya mfano, kwa kumtukana, kwa kumuibia, kwa kumdhulumu, na yeye amal mashita kama tadinu tudan, na wewe utafanywa vile ulivyofanya, na wewe utateseka. Je, kuua kwa sababu kutoa roho ni katika dhambi ambalo kwamba ni dhambi kubwa sana, hakuna dhambi zaidi yake baada al-ishraku billah. Mtume alipoeleza akbarul kabair akasema nini? Kwanza nini? Al-ishraku billah, kisha qatlun nafs, kuua mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatli imri'in bighairi haqqi, iondoke dunia iangamie yote,
bali katika riwaya nyingine la hadmul ka'bati hajaran hajaran, kuvunjwa al-Kaaba iwe ni mawe mawe, si madhambi zaidi kama kuua nafsi moja. Aje hii ni 67, 16. Wewe wafikiri umepata dhambi kiasi gani? Wewe wafikiri utaishi na maisha gani baada ya kufanya madhambi makubwa kama haya? Kwa hivyo kama inavyotusikitisha sisi na inavyotuhuzunisha, yule aliyefanya itamuumiza zaidi. Kama baadhi ya visa ukivisikia, kuna baadhi walifanya vitendo kama hivi, baada yake kuna walioharibikiwa maisha yao, kuna waliofanya wazimu, kuna waliofanya hivi. Huwezi kuishi maisha mazuri baada ya kumuua mwenzako. Kwa hivyo kuna sababu nyingi, sababu nyingi. Kuna sababu ni za ukweli na ni za sawa, ziko kwa wanafunzi. Kunao sababu ni za kirongo, za kutunga tu kwa wanafunzi. Kunao sababu zinazorudi kwa walimu, kwa serikali. Kila mmoja lazima ajiangalie na ajipime yeye amefeli wapi, ndio tutaweza kujirekebisha. Ukianza katika sababu za malezi, nayo itakuwa inarudi kwa wazazi. Wazazi sahihi wako baina tarafei ifratin wa tafrit. Wazazi wa sasa wako baina ya kuwa laini sana ama baina ya kuwa wagumu sana, na zote zitakikani, yatakikana wasatan, katikati. Hufai kuwa laini mpaka ukamuliwe, wala hufai kuwa mgumu mpaka uvunjike. Hufai kuikaza ile kamba ukaishika kwa nguvu mpaka ukaikata, na hufai kuiachilia mpaka ikakutoka mikononi. Na leo wazazi ni baina pande mbili. Ima utampata mzazi ampenda sana mtoto wake, anamtetea sana mtoto wake, yani yeye kila kitu mtoto wake yeye hana kosa, hakubali kwamba mtoto wake wakosea, hakubali kama mtoto wake amefanya. Hii inakwenda, ndio pale inamfikisha huyu mtoto anajua ya kuwa mimi hata nikafanya hili kosa kubwa la kuchoma, mfano nikachoma, nikienda mzazi wangu atanikanushia, kwa sababu yeye kawaida hakubali makosa yangu. Yeye kawaida wenitetea, najua atasimama na mimi dhidi ya yoyote atakayekuwa. Kama ni walimu atapingana nao, kama ni serikali atapingana nayo, yuko radhi mzazi. Leo tunaona mifano mingi, wazazi miji yetu ya Kiislamu, sisemi ni Kitui peke yake, ni Mombasa, ni Malindi, ni kokote. Mzazi amjua mtoto wake ni kijana ambaye kwamba anaibia watu akikata na mapanga, anajua kabisa, lakini yeye ndo anafanya bidii kumkava. Mwanangu leo mbona tena utoka tena sasa? Mama bwana, mimi naenda kujitafutia mimi. Anamjua anaenda kufanya ujambazi. Asubuhi mbona hajarudi? Akipigiwa simu aingie apate taarifa yuko station. Akienda yenda kufanya nini? Sio yenda kumtukana, wala yenda kuambia polisi chukueni hatua juu yake. Acha zungumze na OCS, atafuta pesa yoyote atakayopata. Wa mama wangapi utasikia wanauza paka dhahabu zao za akiba, amtoe mtoto ndani, na hamtoi mara moja. Labda useme aliteleza mara moja, atazungumza naye, atamtoa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, atauza kila kitu. Wewe wafanya hivi wafikiri ndio wamsaidia? Ama wacha asishikwe, anamjua yauza drugs mfano, yeye wajibu wake nini? Amkanye, ampokonye, amkataze? Anamjua yauza, yamkava. Watu ambao msemeni yoyote mnayemjua anayefanya uhalifu fulani, yeye atanyamaza kimya na ataambia watu msimseme, na atakayemsema ndo adui yake. Wewe umpendi mtoto wangu wewe, kumbe yule ndo anayempenda wewe, ndo umpendi. Kwa hivyo kuna hii pande ya nini, ya wale wenye kuachilia kamba kabisa mpaka inamtoka mikononi, mwisho anamgeukia yeye mwenyewe mzazi. Yule mtoto ashapiga mapanga nje, amemaliza, anampiga na yeye panga pia, atafuta pesa za mihadarati. Kisha kiko wake imetokea kabisa, mtoto amempiga mamake panga kwa sababu hataki kumpa pesa ya kununua bangi. Mama gani huyu? Ni mama aliyemtetea kila siku, ni mama aliyemtolea mabondi polisi kila siku, mwisho kimemgeuka yeye. Tusiwe pande hiyo. Ndio yule mmoja katika hizi shule za boarding, mtoto wake alishikwa na simu. Wale walimu walipompokonya, kwanza ni makosa kuwa na simu ya kwanza, pili wakamlazimisha aifungue, aiweke password, angalie huyu ana umuhimu gani mpaka kuja na simu shule, ana agenda gani. Akaifungua, wale walimu wakaanza kuipekua ile simu, wakiangalia wakaona yani mambo mabaya kabisa. Kamwambia
licha ya kuwa wanaopokonywa simu wakimaliza shule wanarudishiwa, wewe hata ukimaliza tukurudishie. Mtoto alipoenda holiday nyumbani akasema, mimi ninapokonywa simu tena naambiwa hata tukimaliza shule sirudishiwi. Ikawa kosa si mtoto kwenda na simu shule kwa mzazi. Sasa kosa ni kwa nini mwalimu kumwambia hata mrudishia tena, badili yeye amgeuke yule, sio tena yale ya zamani. Tutasikia story hapo, taambiwa zamani bwana, ukifanya kosa, ukipigwa madrasa ama shule, ukienda kusema nyumbani ufanya nini? Waongezwa, sio? Zamani mzazi wa jirani ni mzazi wako, akikuona ufanya lolote kofi. Lakini leo hebu fanya uone, utaletewa polisi na P3 tayari shajazwa. Hakujui wewe ni jirani, wacha jirani, hata kama familia yake, ankali yake, sijui usiki na mtoto wangu, simguse mtoto wangu wewe. Sio tena yale ya zamani. Amekuja badili yeye amgeuke mtoto. Wa zamani walikuwa hawawezi kumwambia umeshikwa na simu. Wewe umeshikwa na simu. Nani amekwambia ndio na simu shule? Hiyo hata sikosa. Hata amesema akurudishi. Waacha tukifungua taenda na wewe. Kaenda, wewe mwalimu gani huyo? Wewe mwalimu, mbona umempokonya mtoto wangu simu? Kwa sababu hairuhusiwi hapo. Kisha mbona umwambia umrudishie tena? Akamwambia kwa sababu yale niliyoyaona kwenye simu yake, huyu sio kurudishiwa. Hakuna bwana, kwanza mtoto wangu hawezi kubeba simu. Hana simu, mimi sijampa simu. Si yake hiyo, amesingizia. Yaani kila aina ya kumtetea anamtetea. Mwisho imethibiti kabisa ni yake, ni yake, ni yake. Basi hata kama ni yake, kwa nini unasema mrudishie? Mrudishie basi kama ni yake. Yaani mwalimu ni mrongo kwa kuwa hataki kumrudishia. Yule mwalimu amwambia, namna tulivyoiona hatuwezi. Umeona nini? Kwa nini? Mpe tu mwenyewe bwana, afanye anavyotaka. Mwambia mzazi, mwache mtoto kando, njoo wewe. Njoo nikufungulie. Kamfungulia simu, mwambia angalia mwenyewe hizi video zilizokuwa. Ni video gani? Kuna video moja katika zingine chafu mbalimbali, video moja ni babake na mamake. Video moja ni babake na mamake. Nafikiri nikisema hivyo yatosha, sina haja kueleza zaidi. Kisha wasema nini? Mrudishie, mrudishie. Wao wamekuheshimu wewe. Huyu amekukosea wewe adabu kupita mpaka. Yuaje kuonesha wenzake video zenu. Hujui amezifanya vipi, amezipata wapi. Lakini nini? Mzazi kabida nyawaze, ameona haya, hajui hata muombe msamaha vipi yule mwalimu. Hii ni shule ya boarding. Wengine madrasa. Madrasa, mzazi kila akiambiwa mtoto wako ni mtoro, hakubali. Hakosi. Kumbe haji kabisa. Badili ajiulize, kweli hata kama yotoka yuaenda, mbona hafiki labda? Ama mwalimu tusaidiane vipi? Mtoto wangu hakosi madrasa. Mtoto wangu hakosi madrasa. Haya, siku hiyo hayuko akapigiwa simu. Pale hayuko. Mtoto wako ametoka kuja madrasa. Ametoka. Basi hayuko, haiwezekani. Mtoto wangu hawezi kwenda kwingine, yuko hapo madrasa. Haya, njoo sasa hivi kwenye klasi yake. Nionyeshe hapa yuko wapi? Akifika hayuko. Yuko wapi? Inawezekana labda basi ameondoka kidogo, hayuko, baada ya kubali. Kwa hivyo hii upande wa kumsimama na yeye sana kwenye makosa yake yanamharibu. Wafaa uwe wakati amekosea uko dhidi yake, wakati yeye anaumia kuwa na yeye, lakini sio wewe kila saa ni wakili wake. Kisha na sana wewe peleleza sana, anayekuwa wakili wa watoto wake huwa jaji wa watoto wengine. Watoto wengine yeye waona makosa. Yule mbaya, yule hafai, yule ameharibika. Tena atawaambia watoto wake usifuatane na fulani atakuharibu. Yaani mtoto wake mkamilifu yeye malaika. Lakini yule anayekuwa yuko na uadilifu kwa watoto wake na watoto wengine pia anaona kama anavyomwona wake, yule yuwapata na yukosa kuna kitu fulani. Kwa hivyo tusiwe upande huo. Na upande wa kinyume chake sasa, upande wa kuikaba sana ile kamba, kuishika tight sana mpaka yafanya nini? Yakatika. Hawa watoto ni kama hivyo kamba inavyosema. Kamba imefungwa kule, wewe huku washikilia kiasi cha nini? Isikutoke mkononi wala isikatike. Lakini ukawakaba sana. Na hii inaingia katika ushirikiano wote baina ya wazazi na walimu wenye kukaba kamba sana. Utaona katika sababu zilizofanywa research na kutajwa inayosababisha sana ni nini? Wanasema utasikia ni exam pressure na kuwa overburden wale wanafunzi.
Leo utaona shule nyingi, kila shule ikitaka kuonekana ya perform ama ndio itafaulu, ni kila shule itakayowakaba sana wanafunzi. Nasikia wanaita marathon. Hii shule bana, watu wakiamka saa 12 ama saa 11 alfajiri, saa 10 alfajiri, hawalali tena mpaka saa 4:30, kitabu kwenda buku tu. Ati wanaona hiyo ndo nini? Ni kusoma. Jamani, tuangalieni sisi huku kwetu natija zinazotoka na kwingine natija zinazotoka ni vipi. Utapata shule ambazo kwamba zingine ni za kimagharibi, za nchi zingine, watu wanasoma kwa raha zao na kwa wakati maalumu. Wasikia watu wanaingia saa 2 mpaka saa 6, wanaingia saa 3 mpaka saa 9, hakuendi sana hivyo. Lakini kila siku kama yule mmoja asema, tunao maprofesa wa medicine, tunao maprofesa wa engineering, lakini kila siku barabara utaona Mchina ndio yajenga, kila siku dawa utaona ni Muamerika ndio mwenye kutoa, kila siku. Hawa profesa wetu wako wapi? Hawa waliosoma saa 11 mpaka saa 4 usiku, miaka 20, wafanya nini wao? Mpaka leo sisi kila kitu, mpaka gari, hakuna gari made in Kenya, gari zote mpaka zitoke Germany ama wapi. Wako wapi hao maprofesa tuliowatia pressure wakasoma masaa 20? Watu wasoma kwa raha zao kwa wakati wao, lakini sio ile saa rasmi ya serikali iliyowekwa. Saa rasmi ya serikali iliyowekwa kwenye katiba ya Kenya ni saa 2 mpaka saa 9. Hizi saa 11 mpaka saa 2 usiku zatoka wapi? Juzi tu nikiwa Mombasa nimeshtuka, saa 3 ya baada lishai napambana na mwanafunzi atoka shule pale pale mjini, hiyo ni day, saa 3 na uniform yake na begi lake. Huyu ametoka saa ngapi? Ametoka ni giza, anarudi ni giza. Ametoka saa 10 anarudi saa 3. Wachana na hivyo, akiwa ndani sasa, ndani ya shule ni masomo, mpaka wakati wa kucheza pia ni masomo, extra classes, extra tuition, remedials. Wakati wa preps pia kuna someshwa pia. Yani hata ule mtoto hakai kidogo akajipumzisha ile akili yake, akafikiria, akasoma mwenyewe, akanini. Haiwezi kwenda hivyo. Tunaambiwa rawihul quluba sa'atan fasaa fa innal qalba idha ukriha amiya. Moyo wataka upumzishwe kila baada ya muda, kwa sababu ule moyo ukitendeshwa nguvu unakuwa kipofu. Ndio hii sasa, akawa kipofu, haoni hata kama kule kuchoma kwamba ni makosa, amechoka, amedhikika. Akienda holiday, kuna kazi ya holiday lazima ifanye, holiday homework. Akija akirudi usiku pia ashachoka, kuna na homework ya kufanya nyumbani. Hapa utasikia makesi, waambia bana, hebu niletee mtoto basi magharibi asome Qur'an. Au ustadi ningemleta, lakini akitoka saa 12 ana na homework. Yani mtoto hapumziki nyumbani, hapumziki skuli, hapumziki holiday, hapumziki lolote. Yeye ni kumpeleka kama punda. Wangapi utaona na baridi saa 10 saa 11, begi zito, mtoto wa grade 2 grade 3 abeba kilo 10 za ma textbook na ma exercise book, begi zito, baridi, asubiri gari barabarani, atetemeka hivi. Huyo akienda ujue ndo atarudi saa ngapi? Atarudi kama yule mmoja asema, hawa watoto wetu hawajui hata jua la chomoza wapi wala la zama wapi, hata hawalioni hilo jua, watoka giza warudi giza. Wewe mzazi huna time ya kukaa na mtoto wako, kwa sababu wewe ukiwa umelala yeye watoka, yeye akiwa amelala wewe ndo watoka, mwapishana tu, hamuna. Sasa yako wapi? Atapata wapi yale mapenzi ya mzazi kuzungumza na yeye? Yani hata akiwa ana matatizo hana time ya kukaa na wewe kuzungumza, mimi nina hivi na hivi. Mwisho anaona matatizo yake, amalize vipi? Amalize kwa vurugu, amalize kwa kugoma, amalize kwa hivi. Haimaanishi kwa wanafunzi ya kuwa ni sawa mnavyofanya, ni makosa. Hakuna tatizo ambalo kwamba la malizo kwa vurugu, bali ni kuongeza matatizo mengine. Lakini na sisi wazazi pia tuangalieni kwa makini vile tunavyofanya. Mtoto anakosa paka nafasi ya kusoma dini yake, tutarudi tena vile vile tunavyozungumza. Niambie, shule zilipoanza ilikuwa watu waenda saa ngapi mpaka saa ngapi? Na sasa hii watu waenda saa ngapi mpaka saa ngapi? Shule zilipoanza ilikuwa ni saa 2 mpaka saa 6, haswa lower classes ama primary yote.
Saa 8 watu wafanya nini? Waenda madrasa mpaka saa 10. Saa 10 watoto wafanya nini? Wacheza boli mpaka magharibi. Magharibi wakae wasome hizbu ya Qur'ani msikitini. Ishai mtu yuko free, akitaka saa 2 kulala atalala. Sasa mtoto alale saa 2 vizuri, arelax akili yake, apumzike kwa vizuri, amke salatul fajri ndo aswali, arudi tena akasome Qur'ani kidogo, ajiandae taratibu, saa 2 ndo ingie shule. Akienda saa 2 asome mpaka saa 6, saa 8 hivyo hivyo asome madrasa, saa 10 acheze. Mtoto anahitaji kucheza leo, lakini maskini hawana hata time ya kucheza. Akienda saa 11, akitoka saa 11 anakimbilia wapi? Madrasa, wale wanaosoma madrasa. Ikifika magharibi akimbilie kufanya nini? Homework, aandike homework mpaka saidiwe na mzazi. Wengine wazazi ndio waandika homework, sio wanafunzi, ile kumhurumia mtoto wake. Ama ni urongo? Mko hapa wazazi, nyinyi mwaandikia nini? Mtoto ameanguka taabani kwenye kochi, hata hajaenda kwenye kitanda kulala. Maskini, na kesho atachapwa kama tufanya homework. Wacha nimjazie mimi, jifanye naandika na mkono wa kushoto, jifanye na kosea, basi wewe imejazwa tu homework. Ndio tunavyofanya. Badili tuone, tumwambie mwalimu huyu akirudi ni taabani, hata hawezi kuandika homework. Sasa hii homework watarajia afundishwe na nani? Na mimi nakuletea wewe ndio mfundishe. Sasa inkuwa nifanya na mimi pia mwalimu nimsomeshe yeye. Mimi nakuletea wewe ndio msomeshe. Akiwa shule asome, akiwa nyumbani niache nikae naye, zungumze naye, nicheze naye, nimweke katuni, arelax ile akili yake. Sasa huyu mtoto amepelekwa hivi rabaraba kuanzia class 1, 2, 3 ama grade 1, 6, twende ndo pale ikifika secondary akili imenoki kabisa, amekuwa mwendazimu ya choma. Sasa amekuwa mwendazimu. Fa innal qalba idha ukriha amiya, huu moyo ukitendeshwa nguvu huwa kipofu. Tuangalieni vizuri hizi timing za shule, tuangalieni vizuri namna tunavyowapeleka hawa watoto. Sio wakati rasmi uliowekwa kwenye katiba mpaka sasa, wala haijabadilika, ni saa 2 mpaka saa 9. Tena ikawekwa saa 9 wacheze mpaka saa 10 watoke. Wanajua wale panga hivi ni wana saikolojia, ni wana elimu, ni wa madaktari, wanajua namna ya kuenda. Hata ile somo lenyewe unaambiwa ni baina dakika 40 mpaka jisaji moja ndio akili yake iko. Sasa wewe isa hana time ya kupumzika, haiwezekani hivyo. Na zaidi sio kwamba walimu watanisamehe, lakini walimu hawaeki kuwaongezea masomo kwa kuati wanawapenda wafaulu. Ni maslaha yao. Kila extra tuition ni 500, kila extra tuition ni 1000 basi. Yani ile mishahara alafu upate na nini juu. Basi wazazi wakae wakubaliane, wawaongezee tu cha juu, lakini bila kuwachokesha watoto. Basi mwalimu wataka ngapi nyinyi? Wataka sote tutoe 500, tutatoa 500. Lakini hawa watoto hebu watoeni mapema, wapate time ya kusoma dini yao, wapate time ya kupumzika, wapate time ya kucheza, wapate time ya kukaa na wazazi. Na katika tatizo kubwa linalosababishwa pia ni kukosekana ilaka na mafungamano baina ya hawa wanafunzi na Mungu wao na Mola wao. Hawezi mwanafunzi ambaye amejengeka kwa imani na kwa ucha Mungu akafanya mambo kama haya ya kuua na kuchoma. Haiwezekani. Leo ingekuwa ni mtoto ambaye kwamba kila siku anapata dozi ya takwa ya ucha Mungu, dozi ya kumtaja Mwenyezi Mungu, dozi ya kusoma Qur'an, hawezi kufikia kwa jambazi namna hii. Ule moyo wake ulainika, akikumbushwa akhera, akakumbushwa mauti, akapewa mawaidha, akajengwa katika tabia njema za Kiislamu na za kidini kijumla, hawezi kumwisho kugeuka akawa ni jambazi. Ni nini? Tumewaeka mbali na dini yao tangu katika kuisoma, tangu katika kuitekeleza. Hujali mtoto ameswali ama hajaswali, amesoma Qur'ani hajasoma, amemtaja Mola wake, yuaenda madrasa haendi. Wewe nini? Wakimbilia dunia. Ndio hiyo mwisho anageuka na kwa namna hii. Hizi ni katika sababu. Alafu na zile sababu zingine ambazo kwamba pia zinatajwa, kama kuna matatizo ndani ya shule ya chakula, ya walimu wengine kukosana na wanafunzi, ya mitihani, kuwekwa mitihani ya kutishia, sijui mara ni mock, mara ni pre-mock, mara ni opener, mara ni closer, mara ni nini, ndio mwisho inakuja sasa na mtihani pia ni fire. Wote pressure. Mtihani ukifungua tu nyinyi moja kwenye mtihani, ukikaa mwezi moja tu mtihani, wiki moja tu mtihani. Wape nafasi ya kusoma
Na mtihani wenyewe nini? Ukifeli mzazi aletwe nini, wamtia dhiki mpaka anakuwa na depression yule mtoto. Mimi nishamjua mmoja katika shule za Mombasa zenye kuperform vizuri, lakini azungumza, atamka mwenyewe, asema mimi mara nyingine nikiwa barabarani natamani nijirushe kwenye gari nigonge, kama nivunjike, kama nife. Kwa nini? Kwa sababu shule pressure, nyumbani pressure, mitihani, kusoma, sina sababu inayokubalika. Wallahi mimi nitaka kuambia wazazi, kaa na mtoto karibu, msikilize mazungumzo yake, usimtendekeze vile tulivyosema, ukamfanya yeye basi ni yeye kabisa. Na ipi anayo ile tuharibia utasikia system mpya sasa, hakuna tena viboko, hakuna nini, ndio wakaharibika kabisa. Tumesema tuwe katikati, kiboko kiko na kumsikiliza pia iko. Kaa na yeye karibu, msikilize kuna nini. Kwani hata mtoto akakwambia mimi nimeamka lakini na machofu, sina morali ya kusoma, hata akili haiko, mwanangu pumzika basi. Kwani kuna ubaya gani? Mimi shaona mwanafunzi ameenda kumuomba ruhusa mwalimu, akaandikiwa leave out. Nikamwambia hebu nione leave out kwa sababu ni fatigue, machofu. Hata nikashangaa kumbe mwalimu aweza kukubali hii ni udhuru. Tufikiri lazima uwe mgonjwa tu. Amwambia tu nimechoka, Jumatatu tena. Atoka weekend. Nimechoka tu. Amwambia naenda kapumzike. Basi tukae na wao karibu. Una nini? Kuna tatizo gani? Kuna mwanafunzi gani wa kubuli? Kuna mwanafunzi gani wa kudhulumu? Wanafunzi wao kwa wao wenyewe wadhulumiana. Wao kwa wao waibiana, wapigana, wanyanyasana, watishana. Sasa wewe waweza kumlazimisha nenda, muulize kule kuna nini, mbona hutaki kwenda? Ni mwalimu ya kunyanyasa, ya kudhulumu, ama ni mwanafunzi, ama ni uvivu wako tu? Kuwa karibu na yeye, lakini na pia usimtendekeze kupitisha kiasi. Usimfanye wewe sasa amekuwa ni nini, ni yai lile hutaki livunjike. Kwa hivyo maashara almuslimin, haya matatizo ni lazima yaangaliwe kwa kila upande. Waangalie na wao serikali watafanya nini, wazazi watafanya nini, walimu watafanya nini. Lakini katika sababu nilizoziona mimi ni kubwa zaidi na zachangia zaidi ni hizi nilizozitaja. Tuangalie namna gani tutazirekebisha, namna gani tutafanya haya mambo yasijirudie tena. Wanafunzi, walimu, wazazi wakae pamoja, kuangaliwe suluhisho la kudumu ili kusitokee tena maafa mabaya ambayo kwamba haya yanayoendelea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awahifadhi wanafunzi, awahifadhi watoto wetu, awahifadhi walimu, awabarikie wasimamizi wote wa mashule, walimu wakuu. Mwenyezi Mungu ajalie kupatikane suluhisho na kupatikane amani na upendo baina ya hizi taasisi ili elimu ipatikane, kwa sababu elimu ndio msingi wa kila kitu na mingine yapatikane. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.